Hello, Mungu akubariki popote pale unapoendelea kunifuatilia. Jina langu naitwa Atanas Krausi, na karibu tena. Ni siku nyingine ambayo Mungu ametuwezesha mimi na wewe kuweza tena kukutanika mahali hapa, mahali ambapo unaweza kupata mafundisho ya neno la Mungu, maombi na maombezi, unabii na mambo kadha wa kadha kadri Roho wa Mungu ambavyo ananipa kuyanena na kuyafundisha. Na kama ndo kwanza unajiunga pamoja nami na hauja subscribe channel hii, tafadhali bonyeza neno subscribe chini ya video hii ili uwe mwanafamilia na ule wakati ambapo nitakuwa nikiweka masomo mengine ama vipindi mbalimbali, basi usipitwe, uwe wa kwanza kupata taarifa. Na siku ya leo nina somo ambalo linasema zijue aina 3 za maombi na nyakati za kuomba. Zijue aina 3 za maombi na nyakati za kuomba. Kwa maana ya kwamba tuna aina 3 za maombi, na kila aina ya ombi linapaswa kuombwa katika wakati sahihi. Na tumekuwa mara nyingi wengi tukijiuliza kwa nini maombi yetu hayajibiwi? Kwa nini tunaomba sana lakini maombi wakati mwingine yanakuwa ni kidogo, majibu kidogo. Mtu ameomba mara kuomba lakini hapati majibu, ama anapata kuchelewa, ama anapata baada ya kuwa ameomba muda mrefu sana. Lakini kuna mtu mwingine anaweza akaomba kidogo na akaweza kujibiwa. Imekuwa ni changamoto, watu wengi wakitaka kujua kwa nini au namna gani ya kuweza kuomba ili niweze kupata majibu kwa Mungu. Aina hizi 3 za maombi zitakusaidia kuelewa ombi gani niombe wakati gani na ombi gani niombe wakati gani, ili niweze kujibiwa ombi hili. Je, muda wake sahihi ni upi? Je, ni asubuhi, ni mchana ama ni usiku? Kabla hatujaanza, tuangalie mstari huu katika Biblia, kile kitabu cha Yakobo sura ya 4 na mstari wa 3. Yakobo 4 mstari wa 3. Biblia inasema, hata mwaomba wala mpati, kwa sababu mwaomba vibaya ili mvitumie kwa tamaa zenu. Hata mwaomba wala mpati, kwa sababu mwaomba vibaya ili mvitumie kwa tamaa zenu. Biblia inasema mnaomba sawa, lakini mnaomba vibaya. Kwa maana hiyo inakupa kujua ya kwamba kama Biblia imeweza kusema ya kwamba tunaomba vibaya, basi kuna namna nzuri ya kuweza kuomba ili uweze kupata. Kwa maana hiyo hatupati ni kwa sababu tunaomba vibaya. Sio kwamba hatuombi, ila tunaomba katika namna ambayo sio sahihi. Na ukichukulia mfano katika mazingira ya kawaida, unaweza kumwomba mtu kitu fulani au jambo fulani na ukakosa, au asikupe kile ambacho wewe ulihitaji. Na haimaanishi labda kwa wakati huo huyo mtu ni mchoyo, lakini wenda ameshindwa kukupatia, ama wewe umeshindwa kupata kile kitu ambacho umehitaji kwa wakati huo. Kwa mtu fulani umeshindwa kukipata kwa sababu ya lugha ambayo umeitumia au kauli ambayo umeitumia wakati wa kuomba. Na wakati mwingine unaweza kukosa kwa sababu mazingira ambayo umeomba jambo hilo yalikuwa si sahihi.
Yamkini ni jambo ambalo halikutakiwa watu wengi walijue, lakini wewe ulimuomba hadharani mbele ya watu. Akanyamaza, akatulia, ukakosa. Lakini haimaanishi kwamba ni mchoyo, ama haimaanishi kwamba hataki kukupa au kukufanyia jambo hilo. Ila mazingira uliyoomba si sahihi, hayakumpa urahisi ama hayakumpa mpenyo wa yeye kukupa kile ambacho ulikuwa unamuomba. Kwa hiyo yamkini kuna kauli umeomba imemfanya mtu ashindwe kukupa jambo fulani, ama mazingira wakati ambao wewe unaomba. Kwa kuna hivyo vitu ambavyo hata katika maombi vinafanya aidha upate kile ambacho unaomba ama usipate. Sio kila ombi litafika mbele za Mungu. Sio kila ombi unaloomba utajibiwa vile ambavyo wewe unataka. Sio kila ombi ambalo utaomba litakuwa na nguvu sawa katika nyakati zote. Kuna maombi fulani yatakuwa na nguvu katika wakati fulani pekee. Kuna maombi fulani yatakuwa na nguvu katika majira fulani pekee. Sio kila ombi ambalo utaomba unaweza kuomba kila mahali. Madhabahu zimetofautiana kila eneo. Wachawi, waganga, mizimu imetofautiana. Kwa huwezi kaomba ombi la kabila fulani ukaenda kuomba kwenye kabila jingine sawa sawa unavyoomba mwanzo. Kwa kuna mazingira, kuna nyakati, kuna wakati, kuna hali. Unatakiwa utambue katika eneo ambapo nipo na wakati ambao ninao sasa, ni ombi gani ambalo katika mazingira haya na wakati huu litakuwa na nguvu na litapata majibu kwa haraka zaidi. Bwana Yesu asifiwe sana, mtu wa Mungu. Na kabla hatujaangalia aina za maombi, tuangalie pia huu mstari katika kitabu cha Zakaria ile sura ya 10 na mstari wa 1. Kitabu cha Zakaria sura ya 10 na mstari ule wa 1. Hii mstari nakupa ili ikupe msingi hasa wa somo hili, aina za maombi. Mtu mwingine anaweza akajiuliza, maombi ni maombi tu, iweje tena kuwe na aina za maombi na kuwe na nyakati za maombi? Zakaria 10 mstari wa 1, Biblia inasema, muombeni Bwana mvua wakati wa masika. Muombeni Bwana mvua wakati wa masika. Naam, Bwana afanyaye umeme, naye atawapa manyunyu ya mvua. Kila mtu atapewa nyasi kondeni. Bwana Yesu asifiwe. Msingi wa somo katika Zakaria 10 mstari wa 1 anasema, muombeni Bwana mvua wakati wa masika. Biblia inataja mpaka wakati. Anasema muombeni Bwana mvua wakati wa masika. Angeweza kusema tu muombeni Bwana mvua naye Bwana atawapa, lakini ameenda mbali zaidi, amesema muombeni Bwana mvua wakati wa masika. Inamaanisha inabidi uangalie pia kigezo cha wakati. Sio tu kuomba mvua kiangazi. Inamaanisha ukiomba kiangazi hautapata. Kwa Biblia inakufundisha kwamba omba mvua wakati wa masika. Ina maana gani? Inamaanisha kwamba omba ombi sahihi na wakati sahihi au majira sahihi. Ndipo hayo maombi yatakuwa na majibu kwa haraka. Inamaanisha mtu anapoomba mvua wakati wa kiangazi, hayo maombi yake yatakuwa ni bure. Hayatajibiwa, hayatakuwa na majibu. Atakuwa amepoteza muda wake bure. Kwa hiyo tunapata msingi mzuri wa kwamba kuna aina ya maombi yanatakiwa kuombwa katika masaa
fulani ama nyakati fulani ama wakati fulani. Kuna maombi inabidi uombe muda fulani, asubuhi, mchana, usiku, masika ama kiangazi. Inabidi uombe wapi? Nyumbani ama kanisani au mlimani? Kuna kila aina ya maombi ambayo unapaswa kuelewa wapi niombe. Ombi gani ni sahihi wakati fulani na mahali fulani. Bwana Yesu asifiwe sana. Na tukiendelea, jambo jingine la muhimu ambalo unapaswa kulijua ni vitu vitatu muhimu ambavyo unapaswa kuvijua ama kuwa navyo makini na kuvizingatia sana. Kitu cha kwanza ambacho unatakiwa kukizingatia na kukifahamu vizuri ni kwamba omba ombi sahihi. Hilo ni moja. Omba ombi sahihi. 2, omba katika wakati sahihi. Omba katika wakati sahihi. Na namba 3, unatakiwa uombe kwa kutumia andiko ama maandiko sahihi. Omba kwa kutumia andiko ama maandiko sahihi. Kwa hiyo kuna vitu vitatu vya kuzingatia kabla tujaenda kwenye aina 3 za maombi. Unapoomba maombi hayo inatakiwa uzingatie, kwa sababu mtu mwingine nikimfundisha aina 3 za maombi atajua amemaliza, kwamba kuna aina fulani ya maombi aombe asubuhi atafanikiwa. Kumbe anatakiwa azingatie pia aombe ombi sahihi, aombe katika wakati sahihi na aombe kwa kutumia mstari sahihi. Kuna wengine wanasimamia vifungu vya Biblia ambavyo sio sahihi kulingana na aina ya ombi analofanya. Kwa mpendo, unahitaji kuwa makini na kuzingatia vitu hivyo vitatu ili uweze kufanikiwa katika maombi ya kujibiwa. Ukikumbuka katika kile kitabu cha Hosea 4:6 ambayo Biblia inasema watu wangu wanaangamizwa kwa kukosa maarifa. Kwa mpendo, inabidi uwe na maarifa mengi, kwa sababu maarifa ni chanzo cha wewe kupata majibu vizuri, kwa sababu yale maarifa yatakupeleka katika kuomba vizuri. Unapoomba kwa maarifa inamaanisha unaomba kwa ufahamu, unaomba kitu ambacho una uhakika unakifahamu vizuri, una uhakika nacho, na unaomba kwa vigezo ama kwa kanuni ambayo imewekwa. Kwa hiyo tegemea kupata majibu kwa urahisi zaidi kuliko mtu mwingine. Hivyo tuanze kwa kuangalia aina 3 za maombi na nyakati zake za kuomba. Bwana Yesu asifiwe sana, mtu wa Mungu. Aina ya kwanza ya maombi yanaitwa maombi ya kuchukua vitu chini ama duniani na kuvipeleka juu, kwa maana mbinguni. Maombi ya kuvichukua vitu chini kwa maana ya duniani na kuvipeleka juu kwa maana ya mbinguni. Aina hii ya maombi ni yale maombi ambayo unayafanya pasipo kutarajia Mungu kukupa kitu ama kukutendea jambo fulani ama jambo lolote, kitu chochote. Kwa maana hiyo unakuwa unapeleka vitu juu pasipo kutarajia vitu vyovyote kushuka tena chini kukurudia wewe. Unachukua vitu chini unapeleka juu. Unafanya maombi ya kupeleka juu pasipo kutarajia wewe kupokea kitu. Kwamba unachukua vitu duniani unapeleka mbinguni pasipo kutarajia mbingu zishushe tena vitu duniani.
kwa ajili yako. Bwana Yesu asifiwe sana. Maombi haya ni maombi ya sifa na shukrani kwa Mungu. Lakini pia maombi haya ni maombi ya kuabudu, kumwabudu Mungu aliye juu. Unapofanya ibada ama maombi ya shukrani, maombi ya sifa, unamsifu Mungu, unamwimbia nyimbo za sifa, unamwabudu, au ni maombi ambayo hautarajii Mungu afanye kitu, ila unakuwa unamsifu tu, unamwabudu, unafurahia uwepo wake, basi hauombi kwamba Mungu naomba hela, naomba nyumba, naomba magari, naomba nini, naomba mke, naomba mume. Hauombi chochote. Hauombi Mungu akulinde wala nini. Unamwabudu tu, unamsifu na unamtukuza yeye aliyekuumba. Na haya ni maombi ambayo wakati wake mzuri ni wakati wa usiku. Maombi ya sifa, kumwabudu Mungu na kumsifu, wakati wake mzuri hasa ni wakati ule wa usiku. Unaposoma kile kitabu cha Matendo ya Mitume 16:25, Biblia inasema, lakini panapo usiku wa manane, Paulo na Sila walikuwa wakimwomba Mungu na kumwimbia nyimbo za kumsifu, na wafungwa wengine walikuwa wakiwasikiliza. Usiku wa manane, usiku Paulo na Sila wakiwa gerezani walimsifu Mungu. Lakini ukiangalia Zaburi 32 na mstari wa 3, Zaburi 32, Zaburi 22 na mstari wa 3, Zaburi ile ya 22 na mstari wa 3, ambayo inasema, na wewe mtakatifu uketie juu ya sifa za Israeli. Maisha Mungu anaketi mahali pa sifa. Mahali pekee ambapo Mungu unaweza kumpata ni kwenye sifa. Usiku ni wakati mzuri wa haya maombi. Unamsifu Mungu kwa nini? Kwa sababu amekulinda mchana mzima, amekuepusha na vitu vingi. Unamshukuru. Wakati mzuri ni usiku. Pilika zote za mchana umekuwa salama, hata sasa ni usiku. Unaenda kitandani, unamshukuru Mungu, unamsifu, unamwabudu. Unamimina moyo wako, roho yako mbele zake, unamsifu, unamtukuza, unamshukuru kwa kina. Msifu Mungu, kwa sababu huwezi ukaniambia saa mchana unamsifu Mungu, bado siku haijaisha unamsifu Mungu. Ni sawa, unaweza ukamsifu, lakini hautamsifu katika viwango vya juu, kwa sababu bado siku inaendelea, bado kuna vitu Mungu ataendelea kutenda katika siku nzima. Wakati mzuri wa kumsifu Mungu ni wakati ambao umemaliza mambo yako yote ya kibinadamu tokea asubuhi, mchana na jioni, umekamilisha. Usiku unaingia kwenye maombi ya kumsifu Mungu, kumshukuru kwa ajili ya mambo makubwa ambayo amekutendea. Unamsifu kwa kina yale yote ambayo ameyatenda siku nzima. Bwana Yesu asifiwe sana. Na ukiangalia kwa kawaida, watu wengi hupenda kutumia andiko la Paulo na Sila wakizani ni kwamba maombi ya vita ni usiku, lakini sivyo. Maombi ya vita sio wakati wake wa usiku. Kumbuka, palipo na sifa Mungu yupo hapo. Kwa hiyo Paulo na Sila kilichowasaidia sio kwamba walifanya maombi ya vita kubomoa gereza, ila walichofanya ni kumsifu Mungu. Na kwa sababu Mungu, tumeona Zaburi 22 anasema anaketi mahali pa sifa, anakaa kwenye sifa.
Inamaanisha Mungu alishuka mwenyewe na vile vifungo vikawaachia. Yamkini kuna vifungo vinakutesa, haimaanishi uingie kwenye maombi ya vita kuvivunja, ila unaweza ukatenga usiku mmoja ukamsifu tu Mungu kikamilifu, ukainua ibada ya sifa na kumwabudu pekee, na ikafika mbele za Mungu. Sifa zako zikafanyika kwa manukato katika kiti cha enzi. Sifa zako zikafanyika kuwa harufu nzuri mbele ya kiti cha enzi, ya kumshawishi Mungu kutazama duniani. Hizi sifa zinatoka kwa nani? Mungu anapokuangalia, unapotoa sifa, unamshukuru, unamwabudu tokea ndani ya moyo, ndani ya roho yako, Mungu anashuka. Mungu anaposhuka, mapepo yanakimbia kwa sababu ya uwepo na nguvu na utisho wa Mungu. Nguvu za giza zinakaa mbali na wewe, zinakuachia. Mapepo yanaondoka yenyewe bila kukemewa na chochote. Kwa imanishi uombe maombi ya vita usiku, hapana. Ila wakati mzuri usiku ni kumsifu Mungu, kumwabudu na kumshukuru na vitu kama hivyo. Unaelezea tu kuwa Mungu, wema wake, fadhili zake, yale yote mema ambayo Mungu amekutendea. Bwana Yesu asifiwe sana. Tukiangalia mstari mwingine katika Zaburi 42 mstari wa 8, Biblia inasema mchana Bwana ataagiza. Zaburi 42:8 inasema mchana Bwana ataagiza fadhili zake, na usiku wimbo wake utakuwa nami. Naam, maombi kwa Mungu aliye uhai wangu. Mchana Bwana ataagiza fadhili zake, na usiku wimbo wake utakuwa nami. Kwa maana fadhili yamkini Mungu akaleta fadhili zake mchana, akakufadhili, akakuvusha, akakutetea, lakini usiku utamwimbia, wimbo wake utakuwa kinywani mwako. Utamsifu kwa ajili ya yale mema na mazuri aliyokutendea. Kwa usiku lazima wimbo uwe kinywani mwako, ukimwimbia Mungu juu ya fadhili zake, rehema, upendo, furaha ambayo Mungu amekujaza ndani yako, tumaini na yote mema ambayo Mungu amekutendea wakati wa mchana, asubuhi na kutwa nzima. Na ukiangalia katika Zaburi 119 na mstari 62, Biblia inasema katikati ya usiku nitaamka nikushukuru. Kwa nini? Anasema kwa sababu ya hukumu zako za haki. Zaburi 119 mstari 62, katikati ya usiku nitaamka nikushukuru kwa sababu ya hukumu zako za haki. Kwa huyu usiku anasema, Daudi anasema nitaamka nikushukuru. Hajasema ya kwamba nitaamka nipigane vita au nitaamka niombe kitu fulani, ila nitaamka nimshukuru Mungu, nimsifu, nimwabudu, niongee na Mungu tu, nisiombe chochote wala nisikimbizane na mapepo wala nguvu za giza, ila nitaamka katikati ya usiku nimshukuru tu. Na ukiangalia katika Zaburi 63 mstari wa 6 anasema ninapokukumbuka kitandani mwangu na kutafakari wema makesha yote ya usiku. Ninapokukumbuka kitandani mwangu na kutafakari wewe makesha yote ya usiku. Huyu mtu anasema Daudi kwamba usiku pia ni muda mzuri wa tafakari, kumtafakari Mungu. Umepitia kitu gani mchana?
yamkini au kustahili kuvushwa, kulindwa, kutetewa, kutendewa jambo fulani ambalo umelipata katika siku hiyo. Unapofika usiku katika kitanda chako, Daudi anasema, napokumbuka fadhili zako, napokumbuka wema ulinzi wako unitendea, uliponivusha na kutafakari wewe makesha yote ya usiku. Siku mzima anamtafakari, huyu ni Mungu wa aina gani? Huyu ni Mungu wa aina gani? Anamtafakari usiku mzima. Kwa usiku pia ni wakati mzuri wa kutafakari, sio wakati wa vita. Ni wakati wa kumtafakari Mungu. Na unamtafakari Mungu kwa namna gani? Unamtafakari Mungu kwa kutulia na kusoma neno lake vizuri, kuangalia ahadi za Mungu katika Biblia, kulisoma neno lake likae ndani yako vizuri, na kuendelea kumtafakari kwa kadri ambavyo utaweza. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo usiku ni wakati wa tafakari, na unapomtafakari Mungu na ukuu wake, inakupeleka kwenye kumwabudu, kumsifu na kumshukuru Mungu. Unaposoma mistari ya Zaburi hapo juu ambayo tumeisoma mwanzo, unaposoma mistari ya Zaburi, haisemi kwamba usiku ataamka labda apigane vita na mapepo au nini, wala haisemi ataamka apambane na wachawi ama na kitu gani, bali ataamka kumtafakari Mungu, kumshukuru, kumwabudu, kumsifu, kumwimbia. Bwana Yesu asifiwe. Wewe unapoamka usiku huwa unafanya nini? Daudi ambaye ameandika Zaburi ameandika, anasema, nitaamka nimsifu Mungu, nitaamka nimshukuru, usiku mzima nitatumia kumtafakari Mungu. Daudi ambaye yupo katika Biblia. Je, wewe mwenzangu na mimi unaamkaga usiku kufanya nini? Unaamka kufanya kitu gani? Yale masaa ambayo unaamshwa yamkini na mchungaji wako, huwa unaamka kufanya nini? Asilimia kubwa utawakuta wanaamka kupigana vita, wakiamini ya kwamba usiku ni muda wa vita. Kumbe hapana. Ndio maana matokeo yake unakuta walokole wengi ama watu wengi wa Mungu waliookoka wanaomba sana, lakini wamepitia vita nyingi kubwa na nzito, na wakati mwingine hawaziwezi, zinawazidi. Mambo mabaya yanavurugika, familia haieleweki, ugomvi, vita kila kona. Kwa nini? Kwa sababu anachokoza vita usiku, wakati ambao hakupaswa kupigana vita, wakati ule haumruhusu yeye kupigana vita, kiasi ya kwamba inakuwa ngumu kwa yeye kupokea ushindi. Bwana Yesu asifiwe sana. Na kwa siku ya leo tutaishia katika aina hii ya kwanza ya maombi na nyakati, aina maombi ya kuchukua vitu chini kupeleka juu mbinguni. Na tafadhali fuatilia sehemu ambazo zitafuata, pati 2 na ya 3, ambayo aina ya pili tutakayoangalia katika sehemu ijayo ni maombi ya kuchukua vitu juu mbinguni na kuleta chini duniani. Na tutaangalia ni maombi ya wakati gani, lakini maombi ya aina ya 3 tunasema ni maombi ya kushughulika na kuvifuata vitu vilivyopo hapa duniani. Maombi haya, aina hizi 2 ambazo zimebaki za maombi, tutaziangalia katika sehemu zijazo, na nitakwambia ni wakati gani wa kuomba maombi hayo. Mungu akubariki. Asante kwa ajili ya wakati wako, na ukumbusha tu kusubscribe channel hii kwa kubonyeza neno subscribe katika
chini ya video hii ili usipitwe na mfululizo mzima wa masomo, na komenti pamoja na kushare linki kwa watu wengi wapendwa wengine ili nao wabarikiwe kama vile ambavyo wewe unabarikiwa na masomo haya. Mungu akubariki na uwe na wakati mwema. Tukutane katika sehemu ijayo. Usikose katika kufuatilia mtiririko wa somo hili la aina 3 za maombi na nyakati za kuomba. Ombi sahihi wakati sahihi kwa kutumia andiko sahihi. Usisahau mambo hayo matatu kila wakati ambapo unataka kuomba. Kumbuka ya kwamba kuna kuomba ombi sahihi wakati sahihi na kwa kutumia andiko sahihi ama mstari sahihi ama maandiko. Kama yule ana maandiko mengi zaidi ya 2, basi atumie yote ambayo ni sahihi kulingana na lile jambo ama ombi ambalo analifanya. Jina langu naitwa Atanas Klaus na tukutane katika sehemu ijayo. Mungu akubariki, akulinde, akutunze na uwe na wakati mwema. Amen.